ikiwa maisha iko sawa, watu wanaendelea vizuri, hakutakuwa na haja ya activists kuchipuka. So activists wengi umeona hata wa Gen Z ambao wametokea, wengi ni watu ambao shida zimewatoa katika sitting room zao. Kitambo tulikuwa tukizungumza kwa sitting room zetu, lakini siku hizi tumeamua we must ensure that our voice is heard. Kwa hivyo welcome guys, ni Alfitifi yako. Kuniita mhenga wa kizazi kipya haitakuwa umekosea. Wani kwa kikao hivi ni ile segment ya tunene basi. Kwenye segment tuko na mwanaharakati aliyebobea na anayebobea kwenye hizi shughuli za kutetea watu, kutumika kama sauti kwa wanyonge, au sio? Haya, tumkaribishe tusikie kwake, tusikie story yake kidogo tu, au sio? Welcome. Karibu. Asante. Vipi? Popo. Sasa utuambie majina kamili, waitwa nani? Naam. Mimi naitwa Mathias Shipeta. Mimi ni activist. Yeah. Sasa unajua kusema activist, ulianza tu kama activist ama kulikuwa na kazi unafanya hapo awali halafu ukadivert? No. Sikuanza kama activist. Initially nilianza kama mwalimu. I taught a few schools in Jomvu. Among them Amani Primary na Kajembe. But then nilipoenda chuo kikuu nikaanza na mambo ya uharakati huko nilipokuwa kiongozi wa wanafunzi. So hapo ndio activism ikaniingia. Baada ya kuongoza na kupigania haki za wanafunzi, ndio nilipokuja nyumbani nikafikiria labda kuna kitu kingine, labda niendelee kufanya mambo ya activism. So ikanishika, ndio nimeendelea kwa activist mpaka sasa. Sasa unajua mtu akisikia hizo story yote, sasa kwa ufupi, yani activism umefanya kwa muda gani? Niseme kwa miaka niseme. Activism nimefanya sasa ni kama 8 years. Kutoka nianze kuwa involved na shirika la Haki Afrika, kwa sababu Haki Afrika nimefanya hiyo miaka 8, alafu kando na hiyo nikiwa mtetezi wa wanafunzi, so nimefanya kama miaka 2. Kwa hivyo kwa ujumla ni kama miaka 10. Lakini Haki Afrika ndio imenieka zaidi katika masuala ya activism. Jina langu likajulikana zaidi nilipokuwa nimejiunga na shirika la Haki Afrika. Yeah. Sasa unajua umeongelea Haki Afrika. Naam. Ni body, si ndio? Yeah. Afrika kuna haki kweli? Afrika haki iko, ni vile lazima ipiganiwe ndio tuweze kuipata. So it's not on a silver plate. You can't just get it hivi. Ndio maana saa zingine unatuona katika harakati za kupigania tukishikwa, tukiwekwa katika cell, mwishowe kupelekwa kotini, kwa sababu hizo haki ziko kwa katiba yetu, lakini kuzi-implement mpaka tuweze kuzipigania. Na labda wao wanasema tabia ni ngozi, haiwezi badilika, si ndio? Mtu kuona kama mwanaharakati sahihi, labda hapo nyuma, hapo shuleni, high school niseme, umeshikwa pia yani sijakuwa mwanafunzi mtundu. Mwanzo mimi nilikuwa number 1, number 2 shuleni. Mara nyingi Amani Primary ruhusu nilisoma na wao wanajua. Hata KCP nilikuwa number 2 primary. Nilikuwa miongoni mwa wanafunzi bora Coast Region, among the top 100. Top 100 Coast Region nilikuwa. So hiyo kani seme 700 marks ama 500? No, wakati huo ilikuwa 500. So nilipata 428. So it can tell you I was very disciplined. Sijawahi kushikwa kwa kesi yoyote until nilipo join human rights. But kando na hiyo, obviously ile kesi za kushikwa tu zile za msako na nini, lakini si ati nimewahi shikwa na crime yoyote
kabla ni join human rights. Sasa unajua ulikuwa unafanya kazi niseme ya walimu hapo awali ukashift kwa active. Nini likufanyani kwa sikia tu mimi sasa kuna kama msukumo fulani likusukuma, si ndio? Naam. Sasa nini likufanya uingie kwa wanaharakati? Wanaharakati ni vile nilivyokuambia, nilipokuwa napigania haki za watoto, haki za student leaders, when I was a student leader, haki za wanafunzi wenzangu. Hapo ndio nilifungua macho kidogo, nikaona vile hali ilivyo. Lakini baada ya kurudi nyumbani pia nikaona kwa nini nisijihusishe zaidi katika kupigania haki za Wakenya kwa ujumla. Kwa hivyo shuleni nilikuwa introduced, na nilipokuja mashinani pia nikaona zile dhulma ambazo ziko, kesi za SGBV, watu kupotezwa, watu kuuliwa na mambo mengine. Nikasema it is also time, sio tu kuishi na kupata kazi na kupata wajukuu itatosha. Nikasema lazima nitafute kitu ambayo itanifanya zaidi pia niweze kupigania haki za binadamu kwa ujumla. Sasa katika hii njia ya wanaharakati, labda kuna ile kisa moja ile kuuma kama binadamu, mko na roho pia nyinyi binadamu. No. Labda tueleze kuna kisa moja tu uliona ilikuwa visa ni vingi, but one that I remember ile clearly, ile ya Shakahola. Because I saw watoto wadogo ambao walikufa katika hali ile ya kufunga na ili ufe uende mbinguni. Kwa hivyo ilikuwa ni huzuni kuona watoto wengine wadogo sana, wengine kiasi cha mtoto wangu. Ilinihuzunisha sana, but life iko hivyo, you will see a lot of bad things. So niliona vitu vingi vibaya katika hii field, nimeona vitu vingi. I think nimeona zile mili zimetupwa kwa forest, zile zimetupwa kwa rivers. So nimeona vitu vibaya kwa sababu ya ile kazi. Most of the time postmortem ikifanywa lazima mimi nikuwe, kwa sababu ile kitengo ambacho naongoza katika shirika la Haki Afrika, postmortem zikifanywa hata zile za Shakahola nilikuwa. So ni jambo la huzuni sana. Haikusumbui akili psychological niseme hivi? Saa zingine ukitulia tu yani sometimes inakusumbua kidogo, because mimi pia ni binadamu. But kuna njia za kuweza kumitigate. I ensure that I do a lot of psychosocial support napata kupitia wale wataalam, but si jambo ambalo linaweza kuwa la tatizo kwangu, kwa sababu mara nyingi zile vitu ambazo nimeona labda ije tu kwa ndoto, lakini si ati kitu cha nisumbua sana. Alafu unajua hii kazi vile umeifanya kazi wa kuna wanasema kuna break. Ni gani likutoa yani watu wakaanza kutambua Shipeta ni ukiwa na Shipeta umeona Haki Afrika? Kazi ni nyingi ambazo nimefanya, lakini I'll say zile kesi za kwanza za migrant workers wale wanateswa Saudia, mara nyingi ile ambayo zaidi ambayo naweza sema watu wamenijua ni kwa sababu nikiwa nimeshikwa zile maandamano ya SGR. Hapo ndio nilijulikana zaidi, kwa sababu nilishikwa mara kadhaa tukipigania ukombozi wa watu wa Mombasa, because SGR ilikuwa inachukua rasilimali zetu na kupeleka mitaa mingine ama kupeleka sehemu zingine. So hapo ndo nilishikwa sana, na naweza kusema ya kwamba kushikwa kwangu mara nyingi ndio imekuwa breakthrough katika masuala ya human rights. Na wanasema ukiona Shipeta umeona maandamano, yani hapa mtaani wanakuita bwana maandamano. Unachukulia vipi ile swali? Yani wewe na maandamano, kama hakuna maandamano yani usikii kama wewe ni si kweli. I'm not a violent person. I'm
I'm not mtu wa ku protest kila kitu. Ni sometimes to zile situation ambazo ziko. Ukiona mara nyingi niko katika maandamano, it is on a worthy cause. Jana nilikuwa nimeshikwa maandamano ya public participation ya finance bill kwa sababu niliona si sawa kufanya public participation katika siku ya Eid, ambayo niliona kama ni kuwa discriminate wengine ambao walikuwa na sherehe zao. So kama jambo kama hilo la jana nilishikwa kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo mimi si mtu wa maandamano. I'm a very peaceful quiet person, but sometimes ukiwa umenikanyaga katika kiatu lazima nitapiga kelele. Kwa hivyo kelele zile zingine si ati kwa sababu ni shida zangu, sometimes ni shida za watu. Kwa hivyo lazima pia mimi niweze kuwakilisha wale ambao hawezi kutoa sauti. It's like a voice of the voiceless. Yeah. So nini nakupatia motisha, yani nakupatia tu uendelee tu na kazi ya activism, motisha yani na keep going? I think in life wanasema the more oppressive a government is, the more leaders will come up. So sisi ni ma-activist ambao tumeibuka kwa sababu ya zile shida ambazo ziko katika jamii. Ikiwa maisha iko sawa, watu wanaendelea vizuri, hakutakuwa na haja ya activists kuchipuka. So activists wengi umeona hata wa Gen Z ambao wametokea, wengi ni watu ambao shida zimewatoa katika sitting room zao. Kitambo tulikuwa tukizungumza kwa sitting room zetu, lakini siku hizi tumeamua we must ensure that our voice is heard. Kwa hivyo hiyo ndio imefanya ule udhalimu ambao unafanyika ndio umetufanya sisi tukachipuka. Lakini kungekuwa hakuna udhalimu, mambo ingekuwa naenda vizuri, basi tungekuwa activist kidogo. Lakini sometimes navunjika moyo nikiwa nikiwa tumevutwa na kuonekana kama unapigwa, kambe tumefanya makosa makubwa, navunjika moyo. Sometimes nasema nitawacha lini. Hata mimi mwenyewe niko na exit plan. Kuna wakati naona pia nitakuwa nimefanya niweze kushika wengine pia waweze kufanya, because I can't be an activist forever. Yeah. So ni jambo lazima tutapunguza, tuachie wengine pia waendelee. So vile ni Haki Afrika, huo kuna venye mnaweza fanya muungano, sema collaboration, unakaa shirika fulani tena shirika fulani, vipi mnakuja pamoja ili muone, unajua sauti kuja pamoja inasikika? Unayo networks ambazo tumeunda, all civil society organizations they belong to a certain network. So tumeungana sisi wenyewe mashirika kwa sababu sometimes it is very very risky kufanya jambo peke yako. So tunashirikiana na wengine mashirika mengine, tunaungana tunafanya jambo kwa pamoja ili spread ile risk, kwa sababu many times I have to check my back because I know a case that I'm dealing with, I know of a matter that I'm following up of, which will put me in trouble. So ni si kazi rahisi, ni kazi ambayo inataka kujitolea. Ukiwa na moyo wa kufanya utafanya, ukiwa ni muoga hata na siku mbili kawacha. Labda tuambie gani ukiona umefaulu, yani kama kwa Haki Afrika utakuwa umeachana wanaharakati? Nimeona mambo mengi na protest ya last year ya Gen Z imenitia motisha sana kuona ya kwamba huenda nikabidi sasa ende kwa mambo mengine, kwa sababu nimeona kwamba Wakenya wameamka. Vijana ambao walikuwa hawawezi kuzungumza sasa wanazungumza, na it looks like ile kazi tumeifanya kwa miaka mingi kuwahamasisha wananchi imeamsha watu wa Kenya wengi, imeamsha vijana, imeamsha wazee. So ni ishara tu nzuri ya kwamba Wakenya tu hawawezi kukubali kudhulumiwa wakanyamaza. So nimeona vile wamejitokeza na kujipigania, na mimi pia kusupport kwa hiyo cause yao.
nimeona ya kwamba we are heading in the right direction, na serikali imeanza kusikiza, ikiona kwamba cabinet ilivunjwa, mawaziri wakabadilishwa, finance bill ikaangushwa. Ni ishara ya kwamba Wakenya sasa wanasikizwa. Kwa hivyo huenda si miaka mingi sana pia mimi nikaondoka katika kazi hii, ili pia niweze kuachia wengine waendelee. Kuondoka kwa kazi hii sasa tuseme miaka 3, nikupatie 3 years from now. Leo ndio hii tunaongea 2025, so 3 years niseme 2027 2028 hapo. Uko na malengo gani? Mwezi jua Mungu ya Mungu. Hii kazi nimefanya for a certain period of time, na mimi ni mtu ambaye mara mingi sana nategemea Mungu kujua direction gani naenda. Sijawahi kusema nitakuwa kitu fulani kesho, lakini azma yangu, kama ukiniuliza kwa roho yangu kama ni jambo ambalo ningependa niwe, ningekuwa bora kama ningeingia katika Parliament of Kenya. Parliament kabisa. So nitaanza chini. Mimi nafikiria niwe kiongozi chini, nipande polepole. Aim ni kufika bunge, kwa sababu bunge ndio masuala mingi sana yanapitishwa. Politics controls this country, na pindi tunapiga kelele kila siku nje, we might not get a solution mpaka tuingie ndani. So nataka siku moja ni fight from inside, nisiwe tu tunapigana tukiwa nje, tunategemea wabunge watupitishie miswada yetu na malengo yetu, lakini hawatupitishii. Kwa hivyo look at me in the next 2 or 3 years. I might be in the county assembly, as a member of the county assembly, ikiwa Mungu atatujalia. Baada ya hapo twende katika masuala mengine ya national assembly. Sema county assembly, sema kama tuko Jomvu. Jomvu ziko 3, niseme kuna Mikindani, kuna Jomvu Kuu na kuna Miritini. Sawa, gani specific? Anasema charity begins at home. I can't be, siwezi kwenda kuanza mahali pengine, though katiba inaniruhusu, lakini ni vizuri nianze nyumbani. So mimi naishi Mikindani, so wewe utajijazia, unajua, that tells you. Kumaanisha kama ni Mikindani alafu utapanda kani kwa Jomvu. Kama nilivyosema, tunaanza chini Mikindani, tukimaliza tutaenda Jomvu kwa ujumla. Kuna watu ambao who are already in power, we respect them. Tutawapa nafasi wamalize muhula zao ama mihula yao. I'm sure wale wanaokuja sasa takuwa ni generation, because there will be new crop of leaders that are coming up. So wale ambao wanawania hivyo viti vya ubunge na viti vingine, wajue pia sisi tutafika wakati pia sisi tutaweza kuomba support yao, ili pia sisi tuweze kufika pale walipofika. Naam. So labda in general, but in short, hata ayusiki na activism, ayusiki na siasa, general knowledge ukitafunga. Naam. General knowledge, mimi ni mtu mpole. Sometimes people perceive kwamba ni mtu wa kelele na maandamano na nini. Naweza kukaa kufanya kazi kwa ofisi, nikasikiza shida za wananchi, nikaweza kutatua. Ni mtu ambayo na believe kwamba kukiwa na utulivu na tukiwa na viongozi wazuri, tunaweza kusonga mbele katika nchi. Ni mtu napenda watu. I really want to, sijawahi kufanya kazi ambayo haihusiki na mwananchi. Kazi zangu zote ni kazi ambazo ziko na direct impact kwa mwananchi. Kwa hivyo I don't know what to say, but it has always been a pleasure serving the community. Mungu akitufungulia njia zingine zaidi, tutaendelea kuserve community. Naam, mimi wako Ifitifi, ukiniita mhenga kizazi kipi haitakuwa umekosea. Tumekuwa na gumzo safi sana na Mheshimiwa Shepeta. Hadi next time kwa next guest. Kaput.